looks like. Tunapoangalia katika nafasi za mwisho za kumaliza ujumbe hii, Wakristo wengi ambao wako kanisani siku ya leo ama nyakati hizi ni wale ambao wanakuja kanisani kama church consumers. Most members who are in the church today as we talk attend church as consumers instead of being committed church members. Kwa hivyo wale ambao ni consumers ni tofauti na wale ambao ni committed church members. Sasa badala ya kuangalia na kuinua wengine katika imani, jinsi andiko linatuambia katika Wakorintho wa kwanza 12:13, wanajishughulisha na kuangalia vile kanisa itawasaidia kuliko vile watainua wengine katika imani. So we are unfortunate that most members in the church are what we call church consumers, not committed church members. You know, when you are a consumer, you come to consume. Unakuja kumeza badala ya kupeana na isaidie wengine na inue wengine. Sasa nilipokuwa nikisoma hii ikanichanganya kidogo kwamba kwani kuna watu wanaitwa church consumers. Sasa katika hali hiyo nikaona mambo machache ambao labda inatusaidia tuelewe kwamba sisi ni church committed members ama ni church consumers. Na mambo mengine yametajwa mahali ambapo nilikuwa nimesoma hii, walikuwa wamesema mambo kama haya. Machache tu ambayo nitataja alafu nimalizie upande ule mwingine. Sasa the church consumers, these are the signs of church consumers. Kama unaandika nitazipitia haraka tu. One of the things or one of the signs of knowing a church consumer is this: your worship attendance becomes optional. Their worship attendance becomes optional. Yani kuhudhuria ibada kwao, optional kwa Kiswahili ni hiari. Yani kuhudhuria ibada ni kwa hiari. Anaweza amua kuenda, anaweza amua kutoenda. Hao ni wale wanaitwa church consumers. Kanisa hili linanisaidia na nini? Inanifaidisha nini hata kuenda kila Jumapili? So their worship attendance becomes optional. Kwa mfano hapa, unajua tunapohubiri tunaangaliana tu. Si kuna wengine wamekosa hata karibu Jumapili kama 3. Na si ati ni wagonjwa. Na si ati wameenda safari. Na si ati wako na changamoto ambayo inawazuia. They wanna feel like they attend. Wanahudhuria wakati ambapo wajisikii, na hata ukiwapata kwa njia wako sawa tu, wanasema mchungaji wailini hebu yande. Sasa utamfanyia nini? Si tutamjibu tu. Sasa utakata kumjibu kwa sababu hakuhudhuria. Their worship attendance is optional. Then your attendance to small groups or midweek fellowships is beginning to decline, or you stop attending completely. Your attendance to small group, the midweek fellowships, is declining, or you stop attending completely. Yani ile kuhudhuria hizi ibada za wiki, hizo ushirika, hizi cell groups zinaanza kudidimia, alafu inafika mahali unachana nayo. Unasema ikae hizo ushirika. Sasa ujue huyo ni mshirika ambaye ni consumer. Ni yule ambaye anaona hiyo kanisa inanifaidi nini. I'm really wondering how Pastor Muruabe is managing it, ferrying people from far every other day to come to church. Kila Jumamosi unaona mabasi yanafuatana zikibeba washirika kutoa mbali sana. Na niamini ya kwamba ndio maana pale uwezi ukatoa 50. Bwana Yesu asifiwe sana. I don't think a man of God would fill a bus for those many hours, then only to carry people are going to bring or to pay 20 shillings as a tithe in the church. Itakuwa hasara kwa kanisa hilo. Hawatakuwa wamepiga hesabu vizuri. Kwa hivyo ninaamini kwamba ni kama hao washirika wenye wanabebwa na bus, ni kama wanatoa vizuri sana. Kwa sababu fuel zimeenda juu. Zimeenda juu hata kwa kanisa.
Hizi makanisa ambao wanabeba watu na magari, itabidi sasa hata wenye wanalipa fungu la 10 tutawakumbusha kwamba fuel ilipanda. Kwa hivyo hata fungu la 10 itakuwa fungu la 20. What is it? So they stop attending. Then another thing, you are giving declines or stops. That is a church member who is a consumer. You are giving declines or stops. Ile utoaji wako inaenda kididimia fika mahali unakuja kuzoea. Unakuja church bila fungu la 10 bila sadaka na ni kawaida tu. Uko sawa tu. That means you are not a committed church member. You are a church consumer. Then la 4 ni hii. You criticize sermons instead of listening prayerfully. Hey, you criticize sermons instead of listening prayerfully. Ni yule ambaye kila Jumapili mchungaji akihubiri lazima pate kitu ambacho mchungaji akusema vizuri katika mahubiri yake. Lazima atoe alama, atoe mchungaji alama. You know, when you criticize someone instead of listening prayerfully, that means you are only a consumer, not a committed church member. Then another one, you move readily to another church when your needs are not met. Oh. You move readily to another church when your needs are not met. Unajua kuna watu wametoweka katika mtego ambao ni ngumu sana. Pastor anakuja kwa hiyo kanisa. Kama mtu anijengea nyumba, nitaenda kanisa lingine. Pastor anakuja kwa hiyo kanisa. Ile siku ambao nilikuwa nimepata hii na hii na hii, hamkunifanyia hivi na hivi na hivi, kwa hivyo mimi sasa ninawaacha. Now by the way, church cannot be only important in funerals. Kanisa isionekana kwamba iko na umuhimu wakati mtu amekufa. Church is not only meant to bury people, but church is meant to transform lives of people to know Jesus. Kanisa sio kwa sababu jukumu la kuzika watu tu na kunulia watu mageneza. Kanisa pia limekuja kwa ajili ya kuleta ufufuo kwa watu, kufundisha watu njia za Yesu. Amen. Na mara mingi nasikia ushuhuda za kipumbavu ambao wengine wanatoa, niliona kanisa fulani walisaidia dada yetu, wakamsaidia, wakamnunulia geneza, wakanua ng'ombe, wakachinja kuku wakati tulikuwa na matanga. When we can only be beneficial to our members for buying coffees. I don't think that's right. Sidhani kama hiyo inafaa. Kanisa pia is an agent of change in the community. Sisi ni kama agent of change. Ndio ile ambayo ni kitombo cha mabadiliko katika kijiji. Bwana asifiwe sana. Watu wakaangalia huyu Mkristo na kijiji ambao anatoka, wanasema kwa kweli kanisa hili ni tumaini kwetu hapa kijijini. So, what are we saying? They criticize someone instead of listening prayerfully. Then you move more readily to another church when your needs are not met. Alafu jambo lingine, you don't pray for your church regularly. A church consumer do not have time to pray for the church. They don't pray, you don't pray for your church regularly. Hawana wakati wa kuomba kwa ajili ya kuombea kanisa na kuombea viongozi na kusimama na kanisa. Hiyo ni jambo lingine. Another sign of you are a consumer, you are not a committed church member. Lastly, your attitude to your church is more critical. Your attitude to your church is more critical. Hao ndio watu ambao wanapatikana kwa mkutano ambao kanisa la Yesu inaongolewa vibaya na yeye anachangia. Anaweza patikana hata kwa mkutano ambao inaongea juu ya mchungaji wao Reverend John na anachangia. Hata mchungaji wetu huyu mpenda soda. Hawezi maliza mahubiri bila kuomba soda. Na unachangia kabisa. Umechangia mpaka juu ya viongozi wa kanisa yenu, watu wanaongea juu ya viongozi wetu. Na wewe ukapo na unachangia. Hata mimi nimeona hao viongozi wetu wamepagawa.
What is your attitude towards your church? What is your attitude towards your people? Don't be too critical, my friend. Usitutolee alama sana. Saa zingine at least utupatie credit. Bwana asifiwe sana. Are you a consumer or a church committed member? Bwana asifiwe sana. Kwa sababu unajua retaining consumers, church members who are consumers, is really hard. Ni watu ambao ni kama hizi makanisa ambazo zilianzishwa kwa msingi wa kupeana blanketi, sukari, cabbage, mchele. Ile siku mchele itaisha, watakosa members. And that's the truth. Ile siku watu watakosa kupewa sukari, hawatakuja kanisa. What is keeping you more committed to this church? Ukiulizwa hivi, Mama Glory, sio ni kitu gani? Muda si mingi sana tangu nasikia nyinyi ndio mlikuwa hapa kanisa kianzishwa. Lawrence, unajua nyinyi ndio nyinyi. Sijui kama nyinyi ndio Sifuna ama nyinyi ndio nani. Lakini nyinyi ndio mmekaa sana, mko na historia nzuri hapa. Mmekuwa committed sana. Na hii mambo ya wengine kukaa hapa mkitamani makanisa mengine, muende huko. Mtuache na yeye si yetu. Kwa sababu kuna wengine ambao mmekuwa malaya wa dini. Mko yesi, lakini kila siku unashinda ukiongea juu ya Roman Catholic. Enda huko, ukae full member wa hiyo kanisa. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu siku zote huwezi kwa kaa hivi. Utapasuka my friend. Utapasuka. Bwana asifiwe sana. Na mimi mchungaji nimekuja na idea mbaya mpaka sijui kama itasaidia kanisa. Nimeanza kutoa watu ambao wamekaa hapa wakishikilia wakiwa mahali pengine. Hao wote ninawatoa katika jina la Yesu. Kwa sababu kazi inakuwa ngumu. Na hii ndio nimeambia hata mwalimu. Hata kwa kwaya inakuja kwa kwaya. I'm going to ask mwalimu, give me valid, serious members. Kama kuna wale ambao wameondoka, nisione wakiwa katika huduma ya kwaya tena, kwa sababu wameondoka. Nataka nione watu ambao wako na mimi mpaka hata kama nini wako hapa. Nimechoka na kulea watoto wenyewe. Wanakula kwangu, wanapupu kwa jirani. Hana Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Najua injili ni mbaya, lakini chukua tu. Itakusaidia mbele. I know this gospel may not be so attractive to you, but just take it, my friend. Because I need committed members who can stand with us. Sio unasema hizi members tumengangana, tumeleta hii. Na tunaleta zingine. Tunataka members ambao wako hapa. Wako hapa hata kama nini. Na pia tunaweka kwa msingi ya kuwajenga ndio muende kwa Yesu. Hatuwaweke hapa ndio mkufe muziki hapa mlimani. Tunaweka na msingi ya kuenda kwa Yesu siku zijazo. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata kama ni kwako utasikiaje mzee Radira? Hata kama kuna mtu anakaa kwako, saa zingine yako, saa zingine ameenda, anarudi. Hata kama ni mke wa kijana yako anafanya hivyo. Sio kijana yako atarudi nyuma sana. Uwe na yule ambaye akikuwa amekuja kabisa. Bwana asifiwe sana. Don't be a church consumer, be a committed church member. Na jambo la mwisho katika hali hii, always demonstrates integrity and seriousness. Unajua wale washirika ambao wameamua kabisa kukaa ndani ni wale ambao wanaonyesha kiwango kikubwa cha uadilifu na utakatifu. Bwana asifiwe sana. Young people, we are struggling with righteousness and holiness. Wengi wenu mnapenda Yesu na mnapenda mambo mengine. Yusufu. Na hii ndio itakuja kuharibu huduma ya vijana kanisani. Hakuna vile utakuwa kijana ambaye huko nje unachapa na hapa church pia una. Hiyo tupate vijana ambao wanasema hata kama wasichana ni warembo, nitafunga macho na nipende Yesu.
Lakini wengine wanafunga macho hapa tu. Wakitoka nje, wamekondolea macho makubwa kwa madams. Hawalali hata kwa manyumba zao. Wamejichafua na mambo ambazo hata zileti sifa kwa Yesu. Lakini akifika church, Bwana Yesu asifiwe. Asubuhi ya leo nimeokoka. Nampenda Yesu. Haleluya. Amen. So vijana wengi wameshindwa kutembea na Yesu. Wameshindwa. Amen. Amen. Kati ya Yesu na huyu dem, nani mrembo kuliko mwingine? Mama ni wanajibu, sio vijana. Ati Yesu. James, hiyo shule yenu inaitwa masomo. Have you ever seen a beautiful girl around in the school? Usiseme. Sababu najua hata kama uliona hutanijibu hapo. Bwana Yesu sana. Clever yuko nani? Ragina Junior. Si yuko masomo. Kuna wasichana kwa senior school hapo. Grade yenu mko na wasichana? Amen. Kama kuna kitu ilinisumbua wakati niliokoka, ni wasichana kuwa warembo. Yaani Yesu alinisaidia sana. Na nikavumilia. Unajua nyinyi mnafikiri wokovu ni rahisi.